ajili yetu, na akawa sadaka na dhabihu kwa Mungu wetu aliye hai, na harufu ya manukato. Sikia, hapa kuna onyo. Mungu anasema ikiwa mmekubali kunifuata mimi, kubalini kuwa kama sadaka ya harufu nzuri mbele za Mungu. Na ili uweze kuwa hivyo, kuna vitu ambavyo havitakiwi kutajwa kwako wala kuonekana kwako. Kimoja, uasherati usitajwe kwako, wala uchafu wowote usitajwe kwako wa kutamani. Wala aibu wala maneno ya upuzi yasionekane kwako. Kushukuru, maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwenye wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo. Asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Efeso ni mji kati ya miji mikubwa ambayo Yesu alijaribu kukaa kwenye miji ile, na hasa mji wa Efeso. Haleluya. Na alipokuwa Paulo amekaa mahali pale, Mungu anazungumza na Paulo, haleluya, ili azungumze na kanisa la Efeso. Kumbuka kanisa la Efeso ni kati ya yale makanisa 7 ya Asia. Haleluya. Ni kati ya yale makanisa 7. Sasa Mungu anamwambia Paulo azungumze na kanisa la Efeso, awaambie watu wale, ikiwa kweli wamekubali kumfuata Mungu, ikiwa kweli wamekubali kukaa chini ya jina la Yesu, ikiwa kweli wamekubali kukaa chini ya shujaa wa msalaba. Haleluya. Mambo haya yasionekane kwao. Sema amina. Sema amina tena. Hakuna vitu ambavyo vimeharibu kanisa isipokuwa ni uasherati, isipokuwa ni maneno mabaya, isipokuwa ni tabia chafu. Hivi ndivyo vimekwenda kuharibu kanisa la leo. Hayo mambo yanaonekana kwa watu kama ni kawaida. Yaani shetani anawafanya watu waone mambo haya ni kawaida, wanayahesabu kama starehe. Haleluya. Lakini Mungu amesema ni afadhali mtu akawa na neno moja moyoni mwake, baada ya kukubali kumfuata Yesu, awe na neno moja tu la kushukuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Awe na neno moja na kushukuru. Unajua Wakristo tulio wengi hatujui ni maana ya kushukuru, hatujui namna gani ya kumshukuru Mungu. Mara nyingi tunapofika hatua hii tunaona kama ni vitu vya kawaida. Mungu amekutendea vitu vingi. Mungu amekuondoa kwenye huzuni. Mungu amekuondoa kwenye fedheha. Saa nyingine walikuwa wanakuona kama umechanganyikiwa. Leo Mungu amekuleta kanisani. Leo Mungu amekusafisha. Leo Mungu amekuweka sawa. Wewe ni baba mzuri. Wewe ni baba mzuri. Umetoka kwenye ulevi. Umetoka kwa waganga wa kienyeji. Lakini ulikuwa
ya ajabu. Mungu alipokupokea akakutengeneza, lakini mwanadamu huna neno la shukrani. Mwambie ndugu yako, ndugu yangu, wewe una neno la shukrani moyoni mwako? Mwambie Mungu aliposema nini? Mwambie jana, mguse, yaani unapomgusa unampa upako. Haleluya! Sikia, kila mmoja na upako hapa. Amen. Kila mmoja na upako wa Kristo. Hakuna aliyekuja kanisani hana upako, kila mmoja na upako. Kwa unaposikia ninakwambia mguse mwenzako, ni pale ambapo mimi ningekugusa. Haleluya! Mguse mwenzako, mwambie, muulize, ndugu yangu, na neno la shukrani? Muulize, je, ulishashukuru mangapi mbele za Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mwingine hajagusa mwenzake, maana hataki upako wake ukaondolewa, si ndivyo? Kuna mwingine anamwana mkono umekuwa kama umefungiwa na mawe, maana hauwezi ukanyanyuka. Bwana wewe una shukrani moyoni mama. Maana yake nini? Sikiliza. Mtu ambaye anakataa kukugusa, maana yake mkono wake hauko vizuri. Haleluya. Kuna mwingine unaweza kukugusa, mwili wake ukavibrate. Amen. Mwili wake atajisikia uko vingine. Haleluya. Lakini palipana roho na roho vikigusana ni hasi na nini? Sema amina. Ukiwa upo rohoni na mwenzako naye yupo rohoni, halafu mkagusana kwa upendo, mnaulizana habari ya Mungu, huwa upendo unaongezeka. Sema amina. Sikia, unasema hivi, unasema afadhali mtu awe na nini? Afadhali kuliko hayo yote na nini yatendeke, si ndivyo? Afadhali wewe baada ya kutenda hayo uwe na neno la shukrani moyoni mwako. Amen. Kuna watu walikuwa hawana chakula. Haleluya. Wana chakula sasa. Kuna watu ambao walikuwa wanajifikiria kesho tutakulaje, leo wanakula. Amen. Kuna watu walikuwa wanafikiria nitafanya nini ili na mimi niwe kama wengine. Leo yuko sawa na wengine na alishawapita. Haleluya. Kuna watu walikuwa wanafikiria sijui mimi nitapata mtoto lini. Leo na mtoto wa kwanza na wa pili na wa tatu na wengine wanakuja. Haleluya. Kuna watu walikuwa anahitaji apate mchumba, leo amepata mchumba. Kuna mtu alikuwa anahitaji aweze kupata mtu wa kuweza kumshika mkono kwenye habari ya biashara, leo amepata best friend wa kumwongoza kwenye biashara. Lakini hayo yote tunapokutana hapa tukisema ni muda wa shukrani, tumshukuru Mungu, maana shukrani nayo ni ibada. Hakuna mtu anayesimama. Kwa sababu gani? Midomo yetu imejaa uchafu, midomo yetu imejaa hila, midomo yetu ina sumu. Geuka, kubali ugeuke. Haleluya. Kubali ufanyeje? Ugeuke, umwangalie Mungu, uwe kama mtoto unayependwa. Sema amen. Wewe ni mtoto unayependwa. Geuka, acha njia hizo unazoziendea za kutaka kumsikia Mungu. Acha njia hizo, geuka, sikiliza. Mungu alimuita Musa akiwa kule Midiani. Haleluya. Midiani, Musa alikuwa kama mtu ambaye ameajiriwa na baba mkwe wake, anachunga kondoo. Haleluya. Sema amina. Musa alipoangalia akaona kuna mti unawaka bila kuteketea. Musa akasema hivi, nitageuka niyaone hayo
Simalizie sasa. Halo. Sasa ninataka nikwambie ndugu yangu ambaye uko mahali hapa, geuka ili uyaone maono ya Mungu leo. Sema amina. Sema amina. Sema amina tena. Pigia Yesu makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Hata nikupa kisa kingine. Wakati Musa akiwa hapo, haleluya, aliwakuta watoto wa Yethro wanachunga kondoo huko. Sivyo? Musa akaenda pale kwenye kisima kile. Alipofika pale, wakati wale watoto 7, mabinti walikuwa 7, wamekusanyika mahali pale. Haleluya, wanahitaji waweze kunywesha kondoo wao, ngamia wao wanyweshe, maana walikuwa wanachunga wote wakiwa 7. Haleluya. Wachungaji wengine wa kiume wakafika pale, wakasema ninyi ni wanawake tu, kama ile uchafu piga kabisa na madini yao, wanapiga kabisa na piga, wanapiga, wanawasukuma, halafu wakachota maji, wanaweka kwenye vyombo, halafu wale ngamia wao, wale kondoo wao wanaanza kunywa maji pale. Haleluya. Kumbe wakati huo Musa amefika pale, amejilaza sehemu, maana sasa amechoka. Haleluya. Akaona wale wanawake wanaonewa. Sema amen. Akaona wanaonewa. Musa akasema sitokubali kuona mwanamke anaonewa. Haleluya. Musa kaenda, kwa sababu Musa alikuwa ni jemedari, alitoka kule Misri.